Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi kukukaribisha katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, sura ya kwanza, na hivyo nikualike tupate muda wa kuomba. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo huu umetupatia siku ya leo. Tunapoanza kitabu cha Wafalme wa kwanza, katufundishe namna ambavyo nataka tukuone wewe katika maandiko haya matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Kwa wasomaji wa Biblia kwa mpango, katika orodha ya vitabu hiki ni kitabu cha 10. Kinahusu historia ya ufalme wa Israeli, hasa wakati wa mfalme Sulemani na mgawanyiko wa ufalme wa Israeli baada ya kifo chake. Kwa mujibu wa Biblia ya King James Version, kina jumla ya maneno takriban 18,600. Na hivyo waandishi wanaaminika kuwa waliandika kati ya mwaka 561 mpaka 539 kabla ya Yesu kuzaliwa, au wengine wanaandika miaka 400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Waandishi wake hawajulikani kwa uhakika, lakini kwa mujibu wa mapokeo ya Wayahudi inaaminika kuwa nabii Yeremia na Ezra ndio waliohusika kuandika kitabu hiki. Wataalamu wa Biblia wanagawanya kitabu hiki katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambao ni utawala wa mfalme Sulemani, yani sura ya kwanza mpaka sura ya 11, ambapo ndani yake kuna kifo cha mfalme Daudi na kuinuka kwa mfalme Sulemani, yani sura ya kwanza mpaka sura ya 3. Halafu kuna hekima ya mfalme Sulemani na ujenzi wa hekalu, sura ya 3 mpaka ya 8. Sehemu ya kwanza ni sura ya 9 mpaka ya 11 inayohusu mafanikio makubwa ya mfalme Sulemani. Sehemu ya pili inahusu mgawanyiko wa ufalme, ambapo ni sura ya 12 mpaka ya 22. Ina mambo mawili. Jambo la kwanza inahusu mgawanyiko wa ufalme wa Israeli, ambapo ni sura ya 12. Na sehemu ya pili au kipengele cha pili katika sehemu ya pili ni sura ya 13 mpaka ya 22, ambayo inahusu historia ya ufalme wa Israeli na Yuda. Tutaona ya kuwa wakati wa mfalme Sulemani taifa lilifanikiwa, na baadaye pakawa na mgawanyiko na kupoteza kabisa nguvu zake kutokana na dhambi za watu na viongozi wao. Niruhusu sasa nianze sura ya kwanza ambayo ina mistari 53 na maneno takriban 1071. Hapa tunaona sura inapoanza kwa mstari wa kwanza mpaka wa 4. Inatuambia juu ya maisha ya mfalme Daudi akiwa mzee sana na dhaifu, na Abishagi Mshunemu anamtumikia kwa kumhudumia. Mstari wa 5 mpaka wa 10 inazungumza juu ya Adonia mwana wa Daudi. Adonia ndani ya Biblia anatajwa takriban mara 26. Maana ya Adonia ni Yehova ni Bwana wangu. Huyo kijana mtoto wa Daudi anajitangaza kuwa yeye ni mfalme bila hata ya kuchukua kibali kwa baba yake. Hivyo anawaalika marafiki zake na viongozi wengine, wanaanza kusherekea. Mstari wa 11 mpaka wa 14 Biblia inatuambia juu ya Bathsheba mamaye Sulemani. Anamjulisha nabii Nathani kuhusu mpango wa Adonia, na wanapanga kumwambia Daudi namna ya kuchagua amchague Sulemani kuwa mfalme. Hivyo maana ya Bathsheba maana yake ni nyumba ya 7 au nyumba ya kiapo. Ndani ya Biblia mama huyo ametajwa takriban mara 20, na Sulemani ambaye ndani ya Biblia ametajwa takriban mara 287, maana ya jina lake ni amani. Na Nathani ambaye Biblia takriban inamtaja mara 106, maana ya jina lake ni Mungu ametoa. Mstari wa 15 mpaka wa 31 Bathsheba anamwambia mfalme Daudi kuhusu mpango wa Adonia, na Daudi anamchukua Sulemani na kumtaka Sadoki, Nathani pamoja na Benaya waweze kumtawaza huyu kijana Sulemani awe mfalme. Mstari wa 32 mpaka 40 Sulemani anatiwa mafuta na Sadoki na Nathani, na watu wanashangilia kwa kusema mfalme Sulemani atawale. Na mwisho kabisa mstari wa 41 mpaka wa 53 ambapo Adonia anasikia habari za Sulemani kuwa mfalme, na hivyo anajisalimisha kwa hofu ya kuuawa. Ni shauku yangu ya kutaka kujua nini kitakachoendelea baada ya hapo, na hivyo nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa sura hii ya kwanza na utangulizi katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Na hivyo Bwana, tunakualika ukawe pamoja nasi katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi, tukimwalika Roho Mtakatifu wako mtume awe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.